Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu, namtukuza Mungu kwa neema yake, kwa baraka ambazo Mungu ameniachilia tena. Nilikuwa nasoma kitabu cha Wafalme kwa habari ya mfalme Ahabu. Nikasoma kwa habari ya Elia. Nikasoma kwa habari ya Yezebeli. Kitu ninachotaka kusema ni kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme, Biblia inasema Elia alimwambia mfalme Ahabu kwa habari ya kuwakusanya watu wa Israeli katika mlima Karmeli, pia kuwakusanya waganga wa Baali 450 na waganga wa Ashera 400. Pointi yangu ni kwenye waganga hapo. Mfalme Ahabu alikuwa anaabudu mungu mwingine ambaye ndio huyo Baali, na alimjengea nyumba, akajenga na hizo Ashera. Na kama tunavyoelewa, sehemu yoyote ambayo kuna mungu mwingine, sehemu yoyote ambayo kuna mungu yoyote yule anayeabudiwa, kuna miungu yoyote ambayo inaabudiwa, maana yake hiyo sehemu kuna sadaka ambazo zinatolewa. Unajua ibada yoyote imebeba mambo makuu. Hakuna ibada isiyokuwa na malengo. Hakuna ibada isiyokuwa na uwepo au nguvu fulani kuhusika katika hiyo ibada. Hakuna ibada inamconnect mwanadamu na Mungu. Kwa ibada yoyote inamconnect mwanadamu na huyo anayemwabudu. Inaleta mahusiano, inaleta connection, inakuwa ni kiunganishi cha kiroho kati ya mwanadamu na huyo anayemwabudu. Kwa hiyo kukiwa kuna ibada kama hiyo wanaomwabudu mungu Baali, manake katika hiyo sehemu kuna hicho kiti. Na ndio maana Biblia inasema Baali alijenga nyumba, akajenga na madhabahu. Maana kulikuwa kuna kiti cha nani? Kwa kuna kiti cha Baali. Na Baali alikuwa kama kuna kiti anaabudiwa. Maanake kuna wanaomwabudu, kuna wanaomtolea sadaka, na kuna ibada yoyote lazima iwe imebeba, niseme kwa Kiswahili cha kawaida nini, lazima kuwe kuna sijui niseme ni malengo, sijui niseme ni matakwa, sijui niseme ni matokeo ya ibada au the conditions za ibada. Katika hali ya kawaida tunasema kuna mambo yanayompendeza Mungu. Unajua kuna Mungu aliye hai, kuna mambo yanayompendeza ambayo aliwaahidi wanadamu. Kuna agenda, kuna agenda za ibada. Katika Biblia kuna agenda nyingi sana za ibada. Na unaona Mungu alipokuwa anakutana na watu katika ibada, Mungu alikuwa anashuka, Mungu alikuwa anaweka maagano, na alishuka kwa Abraham, akamtabiria kuhusiana na kizazi chake, akashuka kwa Yakobo, akamtabiria kwa habari ya Israeli, kwa habari ya kumfanya taifa. Alishuka na akazidi kushuka. Wakati kila Mungu aliposhuka, alikuwa anafanya agano na watu wake. Alikuwa kuna kusema Biblia inasema Mungu aliweka agano la uhai na amani. Yaani kuna agenda za ibada. Katika ibada Mungu huwa anashuka na anaweka agenda zake. Alafu unakuta katika zile agenda ndo agenda ambazo zinakuwa zinafanyika katika hiyo sehemu ambapo huyo Mungu anafanya nini, anaabudiwa. So kutokana na mungu Baali, kama kuna sehemu kuna mungu Baali, manake yule Mungu anayeabudiwa pale naye anakuwa na agenda zake kule kwa wanaomwabudu. Kwa katika ile
sehemu katika ule ufalme wa huyo mfalme Ahabu, katika lile eneo, katika ile nchi. Kwa kuna ajenda za Baali ambazo zilikuwa zinatekelezwa. Na ndio maana ukisoma Biblia inasema hivi, mfalme Ahabu ndio mfalme ambaye alimchukiza Mungu kuliko wafalme wote wa Israel, kwa sababu ya ajenda za kimkakati kutoka katika hiko kiti cha Baali ambazo zilikuwa zinatekelezwa katika ule ufalme. Na Mungu akamtumia. Sasa hapo tunakuja kwenye waganga. Waganga ukiachana na kiti cha Baali, maanake kila mganga ana kiti. Ana kiti cha utawala wake, ana kiti, ana nguvu zake, ana mapepo yake. Yaani ukiachana na mapepo yale ya Baali mwenyewe, yani mwenyewe kama mwenyewe. Tunajua kabisa shetani ni yule yule, lakini sasa shetani ana ufalme wake. Kwa hiyo unakuta Baali ana kiti chake, anao waganga. Au waganga ndo kuna waganga wa Baali, waganga wa Ashera. Waganga nao wana viti vyao, wana mizimu yao, wana mapepo yao, wana majini yao, wana maagano yao, wana mapatano yao, wana masadaka ambazo walishazitoa miaka na miaka, wana vifungo ambavyo walishavifunga miaka na miaka. Umeshanipata? So linapokuja, kwa nini naongea hivi? Naongea hivi kwa sababu katika kung'oa kiti cha Baali, sio maombi ya siku moja, sio maombi ya muda mmoja. Nataka ni uelewe kwa upana kwa kiasi gani nguvu za Mungu zinahitajika. Kwa sababu unaposhughulika na kuondosha ufalme, unaposhughulika na kupindua ufalme, unaposhughulika na jambo lolote linalohusu kiti cha Mungu mwingine, maana katika hilo jambo lazima Mungu mwenyewe ndo ahusike, na sio nguvu za kutoka kwa mwanadamu wa aina yoyote wala mtu yoyote, kwa sababu hivyo ni vita vya miungu. Hiyo ni vita ambayo ilishapiganwa kwenye Biblia. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 12, Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli akapigana, yule joka akapigana naye, lakini hakushinda wala mahali pake hapakuonekana. Kwa hiyo ni vita ambayo ilishakuwepo. Hiyo ni vita ya kiibada, sio tena vita ya kiuchumi, sio vita ya nini. Hiyo ni vita ya ndio maana ya ibada. Ndio maana Mungu anasema ni Mungu mwenye wivu. Kuna vita ambazo zinatokea, lakini mtu anaweza kusema hii ni vita ya kiuchumi, it's economic issue, it's something issue. It's not a something issue. Ni vita ya kiibada, ni vita ya mahali pasiri pa ibada. Kinachopiganiwa na kupambaniwa ni ibada, ni agenda za ibada. Kwa mara nyingi vita za miungu, vita za kudondosha ufalme, ni vita ambazo Mungu mwenyewe ndo huwa anahusika, ndo huwa anashuka kwa ajili ya kupindua ufalme. Hakuna ufalme ambao unapinduliwa na mtu. Ufalme unapinduliwa na Mungu. Na ndio maana watu wote walioweza kupindua ufalme ni watu ambao Mungu mmoja kwa moja aliwatuma. Hakuna mtu aliyetoka huko na ajenda yake akaja akapindua ufalme pasipokuwa na connection ya Mungu. Aidha ni Mungu wa mbinguni, ni Bwana wa majeshi, au ni Mungu wa kigeni, Mungu Baali. Na ndio maana hata kwenye Biblia watu waliofanya mambo makubwa sana walikuwa ni upande miwili. Aidha ni mtu ambaye alikuwa anatumiwa na Mungu moja kwa moja, au alikuwa anatumikia miungu ya Baali. My point is, Mungu peke yake ndo anaweza akabadilisha situation, turn the table. Mungu peke yake, kwa sababu Biblia inasema yeye anatangaza mwisho mwanzoni. Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Biblia inasema Mungu ni Bwana majeshi. Nimesema kwenye Biblia inasema he is a Lord of hosts, Bwana wa majeshi. Mungu amejifunua kwa lugha nyingi sana, lakini kuna hiyo lugha ambayo mimi naipenda kwamba yeye ni Bwana wa majeshi. Pia Biblia inasema kuna ghala la silaha za vita mbinguni. Yaani ukisoma Biblia unakuja kugundua kwamba hata sisi wanadamu katika kuomba kuna limitation zetu. Na ndio maana kuna malaika hatuwezi tukawatumia. Hata uombe vipi,
hatuwezi tukawa access, ila Mungu peke yake ndo ana uwezo wa kuwa access wa malaika. Maana yake ni nini? Maana yake ni hivi, tukitaka Mungu ashuke, yani tunahitaji, tukitaka tushinde na zaidi ya kushinda, inabidi Mungu mwenyewe ashuke, apigane mwenyewe. Na ndio maana maombi yangu ya kwanza, the first time nafungua haya maombi ya kupitia mtandao, kitu ambacho nilikuwa naombea sana ni nguvu za Mungu zishuke, ambayo na nilikuwa naandika nguvu za Mungu zishuke ziweze kutusaidia kushinda. Kwa sababu unapopambana na nguvu za giza za namna hii ambazo zilikuwa zimewekwa miaka na miaka, kumbuka kuna watu wametoa sadaka vizazi na vizazi. Kuna misingi ambayo ilikwisha kuwekwa, misingi ya kimamlaka, misingi ya kiutawala, misingi ya kisheria, misingi ya kila kitu. Wakati nafanya maombi nilionyeshwa vitu vikubwa sana kwa habari ya mipaka. Sio mipaka ya nchi, mipaka ya kimkoa. Yani kuna vitu viliwekwa vizito kwenye mipaka yani ya mkoa. Yani kila mkoa ulisemeshwa katika mipaka yake. Ukiachana na hivyo, kuna vitu ambavyo viliwekwa katika vyanzo vya maji, maporomoko. Kwa kuna vitu ambavyo vilifanyika miaka na miaka na miaka. Kwa hivi vitu hatuwezi, yani hakuna mtumishi ambaye anaweza kusema eti asimame sijui afanye nini, no. Lakini Mungu peke yake ndo anaweza kubadilisha milioni au billions of years. Mungu ndo anaweza akafuta. Mungu ndo anaweza akaanzisha jambo upya. Mungu yani historia mpya. Na ndio maana ilibidi Yesu afe kwa ajili ya ukombozi wetu sisi, kwa sababu when it comes to the matters of ibada, ikija swala zima la ibada, Mungu moja kwa moja huwa anahusika. Amen. Na pia kitu kingine, kuna watu wanauliza kwa nini siombi kila siku? Siombi kila siku kwa sababu mimi huwa napata ufunuo wa maombi. Siombi kwa sababu ya mihemko, hulka au kwa sababu unaweza kuomba, hapana. Huwa naomba kulingana na mafunuo. Siwezi kuomba bila mafunuo. Kwa natakiwa niombe, nimsihi Mungu, ndo naomba. Kitu kingine, mimi pia ni mwanadamu. Kuna vitu vingine ambavyo katika ulimwengu wa roho ukiviona, ukutana navyo, ni vigumu sana. Kwa unakuta unaomba lakini yani unajua ile unaishiwa nguvu. Yani unaishiwa nguvu, unaweza ukajikuta unalia. Unaweza ukajikuta unatoka kabisa kwenye uwepo kwa sababu unashindwa kuhimili kile ambacho umekiona spiritually. Lakini Biblia inasema Mungu anatutia nguvu. Kwa at the end unapata nguvu. Unamwambia Mungu, naomba unisaidie. Kwa sababu kuna vitu vingine unaviona spiritually vinakuwa ni vizito to the extent yani mpaka mwenyewe unaanza kusema sasa Mungu, kama Mungu upo, like Mungu upo, kama mpaka hichi inawezekanika, like where are you? Kwa yani hivyo, that's the reason kwa nini siombi kila siku, kwa sababu kuna muda unashindwa kuomba. Biblia yenyewe inasema hata Sara, is it Sara? No, sio Sara. Yule mwanamke mama yake Samson, that woman alienda kwenye ibada, kuna muda alishindwa kabisa kuomba. Kwa sababu unaweza ukaomba, lakini kuna muda unafika you can no longer pray. Yani huwezi ukaomba. Ndio Biblia inasema Roho Mtakatifu yeye ndo anayeweza kuomba kwa kuugua kusikuweza kutamkwa, aliaye Aba, yani Baba. You know there's times unafika kabisa like you are at the presence. Unajua kabisa